Umekwisha dada. Ameshaacha kupumua. Hapana Kasimu, nahisi ni baridi tu umemzidi. Na mbona una haraka sana kumfunika? Na mbona unajua sana kuhusu kifo chake wewe? Na kwa nini una haraka kumfunika hivyo? Je, ni heshima hiyo unayoisema au ni uoga kwa kile ambacho kitaamka baada ya kufungua macho? Zahra, Kasimu, poleni sana. Nimepata habari asubuhi kwamba mwanangu amekata roho. Umejuaje kama kuna msiba hapa? Nani amekwambia? Maana hata daktari hajafika hapa ndani leo. Moyo baba unahitaji daktari Zahra. Nimeleta kila kitu kwa ajili ya mazishi. Kasimu, mbona mwanangu hamjafunika uso? Uzalishaji kwa marehemu. Bebeni haraka tuondoke.
Kasim, tulikubaliana naje? Inakuwaje unamwacha hivi? Kasim, ulimuuza mwanao kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii nyumba au kwa pesa anazokupa Omari? Kwa nini? Dada, nilitaka itusaidia wote. Kiukweli maisha ya umaskini yanatutesa sana sana. Omari aliniambia Zulfa atakuwa sehemu nzuri na amani yetu itarejea. Na kama ukiruhusu shuka lifunike uso wake leo, basi mnyororo wa roho yake utakatika milele. Wewe sikiliza sauti yangu na wala sio muonekano wangu. Mimi nimekuja kukusaidia. Mimi ni wewe. Usaliti wa damu hulipwa kwa damu. Unataka kunizika nikiwa naona? Baba, mjomba, karibuni kwenye giza langu. Baba, mbona unatetemeka? Ilizi yako mbona inapata baridi? Wewe sio mwanangu. Wewe sio mwanangu. Wewe ni pepo. Da. Fanya kitu. Naomba fanya kitu kwa mwanangu. Ama mdogo pepo kwa mwanangu. Ulimtaka Zuu akiwa mfu ili ule utajiri wake. Sasa mpokee akiwa hai ili ashiriki agano lako. Kasim, mbona unalia? Je, ni majuto au ni hofu tu ya kupoteza ile bahasha yako iliyokuwa chini ya godoro lako? Uliuza roho ya mpwa wako kwa sababu ya kiwanja na gari tu. Lakini angalia, Zuu amerejea na yuko tayari kulipa fadhila zako. Muna, usimuue kwanza. Zuu anahitaji damu ya baba yake ili kufungua lango lililofungwa.
Na Omari hajaja peke yake, amekuja na wakuu wa giza, wapo nje wanaosubiri mwili. Wamekuja! Wamekuja! Hawataki kusubiri tena, hawataki kusubiri. Zara, naomba nisaidie, naomba nisaidie. Zara, naomba nisaidie, saidie. Wasipomchukua Zu, watanichukua mimi. Naomba nisaidie. Baba, ulisema unanipenda. Nipe mkono wako. Twende tukaambie rafiki zako kwa mimi nimerudi. Zu, mwanangu. Hapana. Omari, kimbia. Mama, sasa mimi ndio mwenza nyumba hii. Zahra, chupa haipo hapa. Omari aliitupa kwenye mto wa kifo, kule ambapo maji hayatembei. Roho ya Zuu inazidi kuzama kila sekunde. Wahi kabla maji hayajajaa. Kasimu, simama. We Kasimu! Aya, simama tu unipeleke. Lazima unisindikize dada yako. Twende ukakiokoe kile ambacho ulikianza kukizamisha wewe mwenyewe. Twende huko Kasimu. Tembea twende. Yaani ndio unasababisha matatizo yote. Hebu una shida uliotuingiza hii saizi. Tamaa gani hizi zinazokufanya ufikie katika kiwango hichi lakini? Mimi siwezi kukusanyia mpaka nione mwanangu amepona. Yaani sijui ukoje. Mbona zamani hukua hivi? Na tamaa zako zinakuja kukuponza. Mimi mpaka sasa hivi sana nakuogopa. Wewe ni ndugu yangu lakini unaweza kaniua wewe. Unaniua ndio. Yaani umenikera wewe. Zahra, nisaidie. Omari, niachie mwanangu. Hebu niachie chupa. Nikiacha nitakufa mimi. Kasimu, ndio nisaidie. Nitakupa kila kitu. Nusu za mali zangu zote.
Nakupa Kasimu, naomba njoo nivute hapa Kasimu. Wewe Kasimu, ukithubutu kushika mkono wewe msaliti, sehemu hii itakuwa kaburi lako pia. Dada, Omari ameshaondoka. Hebu naomba tuondoke, ili eneo si salama kabisa. Nahisi kuna jambo kubwa linatokea eneo hili. Tuondoke dada. Huwezi kukimbia kivuli chako Kasimu. Sehemu hii inafahamu ulichokifanya. Hivi unasahau kama unataka kumuuza mpwa wako kwa sababu ya vipande vya fedha tu? Kasimu, tusaidizane wote. Tuanza wote, tumaliza wote chini ya maji haya. Staki. Dada nisaidie. Naomba hiyo chupa. Muna alisema mwenye hiyo chupa ndo atasaidiwa na hayo maji. Nisaidie dada, tuondoke eneo hili. Unataka kumwokoa Zuu au unataka kujiokoa mwenyewe? Sema ukweli Kasimu. Bado unatamani utajiri wa Omari? Mimi ni Muna, mlinzi wa damu ya agano. Viumbe vyote vinaniogopa. Mama, nilikuwa kuna baridi sana. Na mbona mjomba Kasimu anaonekana amechoka sana? Dada. Mume wangu. Mume wangu naumia sana. Nahisi nakufa dada. Nakufa dada. Oh. Usaliti wako ndio ulikufikisha hapo. Tangu ulipokuwa na tamaa na ile chupa ya Omari, ulijifunga wewe mwenyewe. Mjomba anaugua, usaidie. Kila agano lina bei yake. Omari amelipa kwa maisha na Kasimu analipa kwa usaliti.
Huwezi kuigusa chupa ile kwa nia mbaya na ukabaki salama. Ukitaka kumwokoa ni lazima utoe kitu chenye thamani ya maisha yake. Mbona hawezi kutoa msamaha bure? Sheria ya agano inasema ili chuma kiyeyuke ni lazima nguvu ya aliyeumizwa imwagike juu yake. Nguvu ya aliyeumizwa? Sitaki kabisa kumhusisha mwanangu tena. Sitaki. Sio nguvu ya Zuu, Zahra. Ni nguvu yako. Wewe ndio uliyeumizwa. Wewe ndio uliyelia. Na wewe ndio uliyesalitiwa. Lakini kuna onyo. Kama ukimwokoa, nguvu ya Muna itapungua ndani yako. Utakuwa binadamu wa kawaida. Na hapo ndipo utaruhusu mashambulizi ya wakuu wa giza wanaomtafuta Zuu. Zahra, nguvu ya Muna sasa haipo ndani yako. Umewakaribisha wakuu wa giza mlangoni mwako. Sasa itabidi ukae tayari kwa mashambulizi. Ni Muna. Sio binti yetu. Namwona mgeni aliyejificha kwenye ngozi ya Zulfa. Mjomba Kasimu, bado unazungumza? Ulisimama mbele yangu na kutaka kunifunika usoni kabla napumua. Ulipokea bahasha ya fedha ili uniuze. Je, unajua uko mtaani nilikutana na nani? Nilikutana na Bomari akananiambia. Akisema kuwa wewe ndio ulimshawishi kwa mimi nikafaa hizi. Kwa sababu mamangu ni mnyonge. Je, ni kweli? Kasimu. Ina maana Bomari hakufanya haya peke yake. Wanafaa kutumika. Dada, naomba uniamini. Tulikosa chakula. Na Bomari aliniambia kuwa hatakufa, atalala tu.
Binti yangu Zuu, mwanangu mpendwa, nitazame midomo mama yako. Muna aliahidi kuwa ndani yako kwa ajili ya ulinzi tu. Sasa mbona unaongea kwa chuki kiasi hiki? Na mbona unamwangalia mjomba wako kama ni adui mkubwa kiasi hicho? Kwa sababu ya upendo ulikuwa nayo mama, ndio leo tufikisha hapa. Upendo wako ulikuwa ni upofu. Na Muna hanipi chuki, ananipa ukweli. Na ukweli ni kwamba katika nyumba hii hakuna aliyekuwa na nia ya kuniokoa mimi isipokuwa wewe. Na kwa sasa huna nguvu tena. Nguvu yangu iko ndani ya damu yangu. Nimekupa maisha mara 2 Zuu. Na hiyo ndio njia niliyokuwa nayo mama. Nahitaji agano jipya. Nyumba hii inahitaji mlinzi ambaye haogopi kivuli. Kuanzia leo humu ndani ana kutoka bila idhini yangu. Mjomba Kasimu, utabakia kwa kulipa deni lako. Mama, pika unachokitaka. Ila ndio kwamba Zuu hayupo. Aliyerudi ni mlinzi mwenyewe. Kasimu, mbona unaangalia mikono yako hivyo? Bado unahisi maumivu? Sihisi maumivu, ila nikimtazama Zulfa naona maumivu yanazidi kunichoma moyoni. Hivi unahisi ametusamehe kweli? Msamaha ni neno la kibinadamu Kasimu. Na Zuu sio binadamu tena. Na wewe unafahamu fika kwamba hukutaka kumfunika shuka ili kumstiri, bali mlikuwa na hofu na kile ambacho Omari alikuambia kingetokea kama akifungua macho. Sasa na wewe haukuwa na hofu? Kama ni hivyo, kwa nini ulimwacha na mimi basi? Ikiwa ulikuwa unajua fika kabisa Omari anamuhitaji. Au na wewe ulitaka kuanza maisha yako mapya? Mbona kama watu mnaogeana dhambi? Mjomba anasema Zala ulinitupa na mama anasema mjomba uliniuza. Je, mnataka nijue ni yupi mwenye hatia zaidi ili nimtoe kafara leo? Usiseme hivyo. Hakuna anayetoka hapa. Sisi ni familia. Familia gani mama? Ile iliyokaa mezani na Omari kupanga bei ya roho yangu? Mjomba, mbona uambie ukweli? Mbona mwambie Zala kwa ile chupa haikutoka kwa Omari, bali ilitoka kwenye sanduku la bibi uliyomwibia? Zuu, inatosha. Hii nyumba ina siri nyingi sana. Lakini bado mimi ni mama yako. Kama kuna lolote lile la kulipia, basi nitalilipa mimi. Acha kutumia makosa ya mjomba wako kwa ajili ya kututesa kisaikolojia sisi. Mama, wewe huna cha kulipia.
nguvu yako uliitoa. Wewe ni kama mgeni tu kwenye nyumba yangu, lakini nakuheshimu. Zahra, mwanao ameanza kufunua siri ambazo hata hupaswi kuzijua. Nifungulie kabla hajataja na jina langu. Zahra, ulifikiri nimekufa? Roho ya Muna haiwezi kufa mpaka agano litakapokamilika. Na agano limevuka mpaka kwa mjukuu wangu. Bibi, lakini wewe ulisema kwamba Muna atakaa ndani ya mtoto wangu kama mlinzi. Lakini mbona sasa mwanangu anaongea kama watu wale wa gizani? Mbona anatutawala kwa hofu humu ndani? Muna ni kioo. Akikaa kwa mtu mwema anakuwa mlinzi, na akikaa ndani ya roho iliyolishwa usaliti anakuwa mnyonyaji. Zuu sio mwanao tena. Bibi, bado unatafuta tu chupa yako? Sasa Muna anahitaji tena kurudi kwenye chupa. Anahitaji kile cha hii nyumba. Unafikiri umekuwa na nguvu baada ya kutoka tu kwenye mto? Mimi ndo niliyemtoa Muna kutoka kwenye vilindi vya bahari kabla hata mama yako hajazaliwa. Na mimi ndo niliyeweka alama ya agano kwenye paji lako la uso tangu upo tumboni kwa mama yako. Lakini ulishindwa kumlinda Zuu asitolewe kafara. Ulikimbia na kujificha kwenye kivuli cha huyo binti mdogo. Wewe ni mwoga bibi. Unamhitaji Muna ili uendelee kuishi, lakini huna mapenzi na Zahra. Bibi, nilifanya makosa. Naomba unisaidie kutoka kwenye hii laana. Nyamaza. Wewe ni mnyoo uliyetafuna mti wa familia yetu, na tamaa yako ndio iliyomvutia Omar. Zuu, mshughulikie mjomba wako, ananichefua. Hapana, hakuna atakayemuumiza mtu hapa leo. Huyu ni mjomba wako. Bibi, wewe ni mzazi. Kwani unataka kumalizana wenyewe kwa wenyewe? Muda unayoyoma Zahra. Mto unaita jina la msaliti. Mtoe Kasimu ili nimpokee Muna, na mwanao atarudi kukuita mama kwa sauti ya kawaida. Dada, najua nimeiangamiza familia hii. Nimekosea sana. Kama kifo changu kinaweza kumrudisha Zuu, mimi niko tayari kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi. Hapana. Kasimu ameshalipia tangu aliponipa ile chupa. Na yeye ni dhaifu sasa hivi. Hawezi kumdhibiti Muna. Bibi, unataka nafsi? Mimi ndiye niliyemvuta Muna kwa damu yangu mwenyewe. Na mimi ndiye niliyemzaa huyu mtoto. Kama kuna mtu anahitaji kulipia, basi mimi nitaenda. Mama, ukizama kule hakuna Muna kukuokoa. Utakuwa chakula cha vivuli milele.
Zuu mwanangu, hata nikiwa kivuli, nitakuwa kivuli kile ambacho kinakulinda siku zote. Bibi, chukua nafsi yangu, mwache mdogo wangu amlee mwanangu, na ninakuomba sana, mwache Zuu aishi maisha ya kawaida. Upendo wa mama unadhani unaweza kuzidi nguvu ya agano la damu? Ukiondoka wewe Zahra, nani atamlinda Zuu dhidi yangu? Na nani atamzuia Kasimu kumuua kwa tamaa zake zingine? Kasimu amejifunza, na Zuu atabaki na kumbukumbu ya mama aliyemfia. Hilo ni kubwa sana kuliko agano lako lolote bibi. Dada, usifanye hivyo dada. Tafadhali dada. Hebu niache bwana. Bibi ameshasema nafsi inahitajika. Na kama sio mimi basi ni wewe. Na mimi siwezi kuacha kumuona mwanangu anaendelea kuteketea kwa sababu ya makosa yetu. Niache niende. Tazama drama ya familia yangu. Mmoja anataka kuwa shujaa na mwingine anataka kuwa mwathirika. Zahra, unafikiri ukijitoa kafara mtoni ndio utamwokoa Zuu? Unajidanganya. Mbona sikuelewi? Umesema nafsi inahitajika, na umesema kwamba Muna anahitaji dhabihu ili aweze kumwachia mwanangu. Sasa mbona sikuelewi? Zahra, nilisema nataka nafsi, lakini hukuniuliza kwa nini. Zuu sio mgonjwa kwa sababu ya chupa ya Omari pekee. Zuu ni mgonjwa kwa sababu ya kile ulichokifanya miaka 10 iliyopita. Unasemaje? Mimi sijawahi kufanya kitu chochote. Siwezi kufanya chochote cha kumzuru mwanangu mimi. Kasim, na mweleze dada yako. Mwambie kwa nini bibi alikufa. Mwambie juu ya ule usiku aliyomchukua Zuu wakati yuko mchanga na kumpeleka kwa mganga ili apate nyota ya mafanikio kwa ajili ya biashara yake iliyokufa. Dada, kipindi hicho mimi nilikuwa ni mdogo. Bibi alinizuia nikuonye, lakini hukunisikiliza. Ulisema unataka Zuu awe na maisha mazuri kuliko sisi. Ulienda mwenyewe. Siri hii Omari aliijua mapema, ndio maana alitumia hiyo chupa. Alienda kuendeleza kile ulichokianzisha wewe. Hapana. Wewe ni mwongo. Mimi nilikuwa nampenda mwanangu. Nisingeweza kumdhuru mimi jamani. Lakini uliandika agano kwa damu yangu nikiwa bado nanyonya mama. Ndio maana Muna alinitambua kirahisi mtoni. Mimi sikuwa dhabihu ya mali
nilikuwa dhabihu yako tangu mwanzo. Sasa je, utaenda mtoni kama shujaa au utabaki hapa na kukubaliana na ukweli kwamba wewe ndo ulimuuza mwanao kabla hata hajalijua jina lake? Nimekwisha jamani. Zuu, naomba unisamehe. Nilitaka upate kila kitu. Sikutaka upite kwenye maisha ya kimaskini kama ambayo nimepitia mimi. Sikuwahi kuwaza bei ya kile ninachokiomba. Upendo uliojengwa kwa damu sio upendo mama, ni umiliki. Ulinunua kutoka kwa giza na giza limekuja kudai chake. Zahra, Muna hataki kifo chako. Muna anataka kumbukumbu ili Zuu awe huru. Unatakiwa kufuta kila kitu kilichokufanya uitwe mama yake. Inabidi usahau jina lake, sura yake, na hata kuwa uliwahi kuwa na mwana. Hapo ndipo agano litakapovunjika, kwa sababu aliyepewa hatakuwa mtoaji. Hapana. Hapana dada. Ukifanya hivyo utakuwa mgeni kwake. Utaishi naye nyumba moja bila kujua ametokea wapi. Na hii ni mbaya zaidi kuliko kifo. Ili mwanangu aishi, niko tayari kupotea. Zuu, niangalie kwa mara ya mwisho. Naomba utabasamu mwanangu, ili niweze kuhifadhi tabasamu lako moyoni mwangu milele. Muna, na kurudisha baharini nilipokutoa, na kufuta kwenye damu yangu, na kufuta kwenye kumbukumbu zangu. Na mwacha Zuu akiwa huru, nami nitakuwa mgeni kwake. Mjomba Kasim, mama ni nani? Na mbona amelala hapa nyumbani kwetu? Kasim, huyu binti ni nani? Mbona aniangalia kwa huzuni hivi?